Die mambo ya hii mzee weka kando. Weka kando. Neguo. Hii mambo ya mzee tukiwa na hii akina Dede Waiguru wachia sisi. Lakini hatuwezi muacha wewe rais peke yake ndio utakaa kando. Huyu mzee tunamjua. Na mwenye kutuma na kuwapatia pesa anajulikana. Hata hii mbunge alikuwa ya Daragwa. Mwenye kutuma yeye tunamjua. Na wewe unatuma hii mjumbe ya Daragwa. Si uongee wewe tukujibu. Mbona unatuma huyu mtu? Si uongee. Unamtuma ya nini na hiyo lugha ni yako? Hiyo lugha ya kuunganisha watu. It is you, we know you. We see you. We understand you. Don't say that fellow from Daragwa. Talk yourself. And we are here. Tumanyana na wewe. Huyu William Ruto, huyu president wetu, one of my duties as deputy president is to protect his leadership. Na hakuna mtu ambaye atagusa yeye. Na rais tafadhali wachana na mambo ya huyu mzee, tuko hapa. Kuanzia kesho tutapanga na hao vile tutakaa na hiyo watu. Na hiyo maneno ya kupambana na hao tunajua hiyo. So utatupatia nafasi wiki moja mbili tuweke hao kwa laini, wakiingia line turudi kwa mambo ya kahawa na majani chai na maziwa. Hello ladies and gentlemen, karibu sana tena ndani ya runinga ya Kisi Hot. Mimi ni Nyepto Dennis, ukipenda utaniita Kuntu. Nataka tukaweze kuangazia swala ambalo naibu wa rais Rigathi Gachagua alilozungumza 1 year ago. 1 year ago, Gachagua alisema kwamba akiwa Nyandarua County aliambia President Ruto stay away, niachie Raila Amolo Odinga ili nikaweze kudili na yeye. Huyu mzee aliingia kwa serikali ya Moi akaharibu, akaingia kwa serikali ya Kibaki akaharibu, akaingia kwa serikali ya Uhuru Kenyatta akafuruga mambo. Ukikubali ingie kwa hii serikali yetu ataharibu mambo. Hayo ni matamshi ambayo Rigathi Gachagua aliweza kuzungumza mwaka mmoja uliopita. Nikikupeleka siku ya jana kule impeachment, kama saa hii Raila angekuwa opposition, Raila hangekuwa ameingia kwa serikali, impeachment ya Gachagua kwa wakati mwingine ingekuwa ngumu kidogo. Kama Gachagua angekuwa na uhusiano mzuri na Raila Amolo Odinga, I tell you, sai Gachagua hangekuwa kwa shida ya impeachment. Lakini kwa sababu Gachagua aliharibu uhusiano wake, friendship, political friendship na Raila Amolo Odinga, ndio maanake siku ya jana uliona viongozi wa ODM wengi wakimkashifu na wakapiga yes ili akaweze kuondolewa. Kwa nini? Kwa sababu ya matamshi yake aliyoyazungumza hapo awali. Mtazamaji, Gachagua hawezi saidika hata kama akienda mahakama. Kwa nini? Sasa hivi Ruto na Raila wameungana. Na hawa kama wameungana, Raila atahakikisha kwamba Gachagua hawezi rudi tena kwa serikali yeyote. Pia Ruto atahakikisha kwamba Gachagua asirudi. Ndio manake yeye ametulia, hajazungumza kitu chochote tangu impeachment ilipoanza. Hawa watu wote wawili kama wameshikana, Gachagua itakuwa vigumu kurejea kisiasa, labda afanye siasa ya vijijini kule nyumbani. Lakini siasa kimataifa ya kupata ofisi hawezi akapata. Na hata Biblia inasema kwamba matamshi yale ambayo unayatoa kwa ulimi wako
yako na uzito fulani, matamshi yako na uzito. Kila kitu ambacho unachokizungumza kipo na uzito. So yale matamshi Gachagua alikuwa anasema, huyu mzee ukikubali akiingia kwa hii serikali ataharibu kila kitu. Unaona? Akahesabu jinsi ambavyo alisema kwamba ameharibu serikali ya Moi, Kibaki, Uhuru, na akiingia kwa hii ataharibu. Na kusema ukweli, Gachagua ameenda nyumbani mapema baada ya miaka 2. Baada ya Raila kuingia kwa hii serikali, Gachagua ameenda nyumbani. Kama Raila baada angekuwa strong opposition vile ambavyo alianza siku mara ya kwanza, Gachagua hangekuwa impeached. Na kitu ambacho kimefanya Gachagua atolewe kwa hii serikali ni mdomo. Mdomo ndio imeharibu, mdomo wake ndio umeleta shida. Kwa zile 11 allegations zingine walipinga, lakini zile ambazo zilikuwa zinahusika na mdomo wake ndio zilimfanya akapanduliwa kwa hii serikali. Kwa hivyo pima kile ambacho unachokizungumza mbele ya watu kama kibo na uzani. Sikiza matamshi ya Gachagua. Mundu ni oreko. Na rais wetu tunakushukuru hapa katika Mount Kenya. We made a conscious decision to support you. Not because you had an arrangement with Uhuru Kenyatta, no. Not because you are college, no. But because you have a pragmatic, clear strategy to revive our economy and put money in our pocket. That is why. And so far, Your Excellency, you have started well. Na ndio nataka kuambia huyo mzee ya maandamano, tafadhali, please, enda tafuta wenye walikuwa na kuunga mkono. Wachana na huyu rais wetu. The president is busy, he has work to do. Wewe umeenda umetafuta mzungu pale, naitwa Jeffrey Smith, ni mfanyikazi yako. He has a contract with you. He is a consultant. Unatuambia ati yako ati whistleblowing. Didi amesema filimbi ilikuwa kule kwa Odinga. Hii filimbi ni nini unafanya nayo saa hii? What you are doing, tunakuonea 18 wewe mzee. Wewe. Tunakuonea 18. What you are doing is what you have done all the years. 1997 ukashindwa na Moi. Ukaleta kisirani, ukamutisha nini, ukaitwa. You came to government through cooperation. Ukakuja, ukaharibu serikali ya Moi. Aliharibu au kuharibu? Katoka hapo 2007 tukakulima na Mwai Kibaki. Ukaenda nyumbani. Ukaleta shida, ukaitwa. Ukakuja through nusu mkate, ukatatiza serikali. Ukakuja hapo tukakushinda. 2013 ukajaribu kuleta shida. Uhuru akitaka kuita wewe, huyu alikuwa deputy yake akamwambia hapana, wachana na hii mtu, atatuharibia serikali. 2017 tumekushinda. Umeleta kisirani, umeuzia Uhuru uoga. Si alimuuzia? Sasa Uhuru akanunua uoga, akamuita kwa serikali kwa handshake. Aliharibu serikali yetu au kuharibu? Tukakwama. Unga ikatoka 90 shillings mpaka 230. Deni ikatoka 2 trillion mpaka 10 trillion. Vijana milioni 6 hawana kazi. Watu CRB 14 million. Barabara zote zikasimama. Everything wewe Raila ukiwa na Uhuru mkaharibu everything. Mkatuachia nchi hakuna chochote. Nikasema pale Kasarani mkasema mimi ni mjeuri. Ati nisiongee mbele ya wazungu. Kwani wazungu si walikuwa hapa tukawafukuza? Kwani mnawaogopa? Si lazima tuseme ukweli. Sasa hii maneno unalete tunakujua. Unataka atikulete namna hii ati utuuzie uoga ati tukuite. Ati vile tulienda hapa Nyanza juzi ati unafikiria tunaweza kuita wewe. Wewe hapana uzia huyu rais wetu uoga. Eno ni chuma maguru. Ati huo. Noyo ndo ya wanaje kiemwe. Rais wetu nakuomba kwa niaba ya wale tunakusaidia. Hii mambo ya hii mzee tuachie. Dawa ya hii mtu ni mtoto ya maumau. Wewe kaa kando. Kaa kando. Wewe rais please endelea na mambo ya uchumi, utusaidie, mambo ya hustlers fund utusaidie, utafute pesa ya kulipa barabara,
uniunge mkono na hawa, tusaidie mambo ya chai, kahawa, mchele, tusaidie mambo ya hii mzee. Weka kando, weka kando. Neguo hii mambo ya mzee, tukiwa na hii akina Dede Waiguru, wachia sisi. Lakini hatuwezi muacha wewe rais peke yake ndio utakaa kando. Huyu mzee tunamjua, na mwenye kutuma na kuwapatia pesa anajulikana. Hata hii mbunge alikuwa ya Daragwa, mwenye kutuma yeye tunamjua. Na wewe unatuma hii mjumbe ya Daragwa, si uongee wewe tukujibu. Mbona unatuma huyu mtu? Si uongee. Unamtuma ya nini na hiyo lugha ni yako? Hiyo lugha ya kuunganisha watu. It is you, we know you. We see you. We understand you. Don't say that fellow from Daragwa. Talk yourself. And we are here tumanyana na wewe. Huyu William Ruto, huyu president wetu, one of my duties as deputy president is to protect his leadership, na hakuna mtu ambaye atagusa yeye. Na rais, tafadhali wachana na mambo ya huyu mzee. Tuko hapa kuanzia kesho, tutapanga na hao vile tutakaa na hiyo watu, na hiyo maneno ya kupambana na hao tunajua hiyo. So utatupatia nafasi wiki moja mbili tuweke hao kwa laini, wakiingia line turudi kwa mambo ya kahawa na majani chai na maziwa. Ndio mkwenda. Sasa Bishop Wajeri, asante sana. Your Excellency, tulisoma na huyu bishop, na amesema vile mimi nilikuwa na shida. It is true. Nilikuwa nakuja 5 kilometers na kurudi 10. Lakini naona tu ameona ataharibu heshima yangu kusema ukweli.